Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Hii ni Ibrahim Nyamba TV. Leo tumefanya ziara ya kumtembelea mtumishi mmoja ambaye anajishughulisha na uimbaji wa nyimbo za Injili pamoja na shughuli mbalimbali za kijamii zinazoweza kumuingizia kipato. Na hapa tunaelekea nyumbani kwake kuweza kukutana naye ili kupata mawili matatu kutoka kwake, kwa ufupi kujua shughuli zake za uimbaji na pamoja na mambo ya kijamii yanaweza kumsaidia katika maisha yake kwa ufupi. Na hapa sasa tushafika nyumbani kwake ili tuweze kupata mawili matatu kutoka kwake. Mtumishi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Amina sana. Karibu sana mheshimiwa. Asante mtumishi wa Bwana. Karibu sana. Asante. Ndugu mtumishi wa Bwana, watu wengi wanasikia unajishughulisha na uimbaji wa nyimbo za Injili. Watu kiufupi walitaka kufahamu unaitwa nani kwa majina yako, na mpaka sasa una nyimbo ngapi za Injili? Karibu mtumishi wa Bwana. Asante sana mtumishi. Kwa majina naitwa Ibrahim Nyamba, lakini maarufu kwa Ibrahim Nyamba TV. Ni kweli nimeshughulisha na nyimbo za Injili na ndio huduma yangu Mungu amenitia. Kwa sasa nina jumla ya nyimbo 6 ambazo zote zipo YouTube. Japo sijafanya video, lakini wakati zinaimba zipo picha mbalimbali ambazo zinapita hapo wakati nyimbo zinaimba. Pamoja na hayo mtumishi wa Bwana, una nyimbo 6. Hizo nyimbo unaweza ukatuelezea nyimbo moja baada ya nyingine ili tuweze kuzifahamu na ujaribu kutuelezea na ujumbe mfupi kutoka kwenye hizo nyimbo. Amina, nishukuru kwa swali zuri. Wimbo wa kwanza unasema mimi si yule tena. Kama unavyojua tumetoka katika mataifa, tulikuwa ni watu wa mataifa, tukifanya ulevi, uzinzi, uchawi, kwenda kwa waganga na vitu kama hivyo. Lakini bahati nzuri Yesu baada ya kuniokoa akaweza kunitengeneza na kunibadilisha na kusahau yale yote ambayo nilikuwa nayo huko nyuma. Ndio maana ikaja message hii kwamba mimi si yule tena. Ni wimbo ambao umebeba maudhui kwa kila atakayesikiliza, na mimi atabarikiwa na aweza kabaki kama alivyo. Ni lazima, ni kweli ataenda kubadilishwa kama wimbo ulivyo. Lakini pia nina wimbo unaosema tunaishi kwa neema. Ni wimbo ambao nao pia kunipa somo kwamba duniani tupo tunapita, na watu wasijigambe pamoja na fedha zao, utajiri wao, elimu zao. Hapa tunaishi kwa neema tu, kama unavyoshuhudia kwamba kuna wenzetu wengi ambao tulisoma nao lakini mpaka leo hawapo tena. Wapo ambao tulicheza nao lakini hawapo tena. Yamkini hata ambao tuliokaa nao pamoja wengine sasa hawapo tena. Kwa hiyo nikatoa huu wimbo, Roho Mtakatifu kanishuhudia kutoa huu wimbo wa tunaishi kwa neema. Na ni kweli tunaishi kwa neema. Ni wimbo pia ambao ukiusikiliza utaenda kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hata kama ulikuwa umelegea katika kumwabudu Mungu, basi naamini kwamba unapoenda kusikiliza wimbo huu utaenda kubadilisha fikra zako na kutambua kwamba kumbe maisha yetu ni Mungu. Pasipo Mungu hatuwezi jambo lolote. Lakini pia kuna wimbo unaosema kwa majira na nyakati Mungu anafanya. Nimeshuhudia Mungu akifanya kwao. Kutoka kuwa mlevi sasa ni mchungaji, kutoka kuwa mvuta bangi sasa ni mtumishi wa Mungu anayehubiri Injili, kutoka kuwa ni mtu ambaye ni wakula majalalani, wa kuitwa cha pombe, leo unatangaza habari za Injili kwa ajili ya Yesu. Kwa hiyo ni majira ambayo kwa kweli sikutarajia, lakini nikagundua majira na nyakati kwangu ilipofika, ndipo nikaweza kutambua kwamba kumbe Mungu wetu ni Mungu wa majira na nyakati. Kwa hiyo pia hata huo atakayekwenda kusikiliza ataenda kujifunza kwamba pamoja na kuwa leo kuna misoto ambayo anapitia, pamoja na kutambua kwamba kuna mateso ambayo anapitia, lakini atambue kwamba iko siku kwa majira na nyakati ukifika wakati Mungu anaenda kufanya jambo kwa ajili yake. Lakini pia kuna wimbo ambao unasema hakuna kama Yesu.
uko ushuhuda kwamba Yesu yako mambo mengi anafanya juu ya maisha ya watu, na mimi mwenyewe nikiwa ni shuhuda. Wako waliokuwa wafalme, wako waliokuwa manabii, wako waliokuwa watawala katika dunia hii, lakini wameenda, majina yao yamepotea pamoja na watu wao, lakini Yesu anabaki kuwa superstar katika ulimwengu huu. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Jina lake halivuji, jina lake linaendelea kutamba, anaendelea kuwa mpya leo, na anatenda kazi usiku na mchana, hachoki, halali, hasinzii. Na ndio maana nikakupa wimbo hakuna kama Yesu, kwa sababu nimeshuhudia matendo yake ambayo anayafanya katikati ya miungu. Kwa hiyo nao pia mtu anavyoenda kusikiliza au anavyoenda kusikiliza, kuna vitu ataenda kujifunza na kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia nina wimbo unaosema tutaimba live. Lazima tutambue kwamba baada ya maisha haya tutaondoka hapa duniani na Yesu tutaenda kuimba naye live. Anasema siku za mwisho mwili huu wa damu na nyama huu tutaenda kuondolewa, tutaenda kuvikwa utu upya, mwili usioharibika, mwili usiochakaa. Anasema siku hiyo tutaenda kuimba na malaika mbinguni, itakuwa ni sherehe. Na ndio maana nikaimba wimbo unaosema tutaenda kuimba live na Yesu, kwa sababu imani yetu ndio inayotutuma ya kwamba Yesu siku za mwisho tutakuwa naye katika ufalme wake. Nao pia mtu akienda kusikiliza, kuna vitu ataenda kujifunza hapo, ya kwamba siku za mwisho tutaenda kuimba na Yesu, na hata sasa japokuwa tunaye katika kutenda kazi, lakini siku ya mwisho mbinguni ni kusifu na kucheza tu. Lakini pia nina wimbo unaosema simama na Mungu. Iko siri katika kusimama na Mungu, kwa sababu maisha yetu yako chini ya Mungu, ndiye anayeratibisha mambo yote. Kwa hiyo nikasema simama na Mungu kwa kila jambo, kwa sababu yeye ndiyo yote katika yote. Na akasema pasipo mimi hamwezi jambo lolote, tafuteni kwanza ufalme wangu, mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo namsimama baba, kijana unayenisikia, simama na Mungu, na jambo lolote unalolifanya mshirikishe Mungu, kwa sababu yeye ndio mwenye majibu yako. Asante sana. Asante mtumishi wa Bwana. Kwa kiufupi tumepata ujumbe katika hizo nyimbo zako. Samahani mtumishi wa Bwana, na swali jingine ambalo naweza nikakuuliza ili nipate kidogo angalau kiufupi tena na shughuli yako ya uimbaji wa nyimbo za Injili. Unajishughulisha na shughuli gani nyingine ambayo inaweza kuingizia kipato? Okay, nashukuru kwa swali zuri, kwa sababu tuko katika ulimwengu wa damu na nyama. Mungu anasema asiyefanya kazi na asile. Katika kuhakikisha hilo, mimi ni mjasiriamali pia, na ni mfanyabiashara ambaye anatengeneza hizi nguzo za mpaka unazoziona mbele yako hapo. Aha. Hizi nguzo ni biashara ambayo kweli naifanya, na lakini si hivyo tu. Unapotaja huduma, mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye ni kioo cha jamii. Kwa hizo nguzo zilizokuwepo hapo mbele yako ni unazitengeneza mwenyewe? Hizi nazitengeneza mwenyewe. Ndio mtumishi. Na katika kila nguzo unauza au unatoa sadaka kwa kiasi gani? Nguzo kwa kweli inaonyesha na gharama za malighafi, kupanda, simenti, kokoto na mchanga na nondo, kwa sababu katikati hapa tunaweka kipande cha nondo cha mita 12. Nguzo tunauza kwa kuchangiana kiasi cha shilingi 5,000. Asante sana mtumishi wa Bwana. Pamoja na hivyo mtumishi wa Bwana, na maswali machache ya kukuuliza. Katika mitandao ya kijamii unapatikana kwa majina gani, ili watu waweze kufuatilia na watu waweze kusikiliza nyimbo zako na kupata ujumbe? Karibu mtumishi wa Bwana. Asante. Katika mitandao ya kijamii ukiingia YouTube unapatikana kwa Ibrahim Nyamba TV. Ukienda pia Facebook unapatikana kwa jina hilo. Ukienda pia Instagram unapatikana kwa jina hilo, Ibrahim Nyamba TV. Asante mtumishi. Ukiandika hivyo basi jumbe zangu utazipata hapo, na basi utaweza kusikiliza nyimbo hizo. Pamoja na hayo mtumishi wa Bwana, unaweza ukatupa mawasiliano yako ya simu ya mkononi, ili kama kuna mtu atahitaji huduma unaoifanya, huduma hizo nguzo za mipaka, ili aweze
kukupata kwa urahisi, tunaomba tusaidie namba za simu ambazo unaweza kuwa zinapatikana kwa mawasiliano ya huduma hiyo, mtumishi wa Bwana. Asante sana. Kwa mawasiliano napatikana kwa namba ya 0689 0689 67 68 92. Na katika mitandao ya kijamii unapatikana kwa jina la Ibrahim Nyamba TV. Asante sana mtumishi wa Bwana. Asante kwa ushirikiano wako. Mwenyezi Mungu. Lakini pia kuna huduma nyingine. Naam. Mara nyingi huwa naumia sana ninaposikia mtu katapeliwa kiwanja. Nunua kiwanja kimeuzwa mara 2 mara 3. Ndio mtumishi. Mimi mtumishi kwa kuwa mimi ni wakili wa Mungu. Naam. Ninaposikia hayo mazingira ni lazima nifike mahali nisikitike. Lakini kwa sababu mimi nipo kwa ajili ya jamii. Ndio mtumishi. Kuna mtu anaweza kawa anahitaji kiwanja halali ambacho hakina mgogoro. Ndio. Lakini pia anashughulika katika hiyo huduma. Ndio. Ninamsaidia tu, sio kama na kwamba dalali. Maana kuna madalali, lakini pia mimi natumia kutoa msaada tu. Ndio mtumishi. Kwa hiyo kama kuna mtu anahitaji kiwanja ambacho hakina mgogoro kwa ajili ya makazi, mimi niko tayari kumsaidia. Kwa sababu nini ambacho kinanipa ujasiri huo wa kusema kwamba viwanja halali, kwa sababu nina muda mrefu katika mtaa huu, takriban miaka 15. Kwa hiyo tayari maeneo yote nayatambua. Eneo lenye mgogoro, sio kwa na mgogoro, nalitambua. Kwa hiyo ninatoa hiyo huduma kwa mtu yeyote ambaye yuko tayari, mimi namsaidia bure kabisa. Asante sana. Ni namba hiyo inapatikana. Asante sana mtumishi wa Bwana. Tunashukuru kwa ushirikiano wako. Tunakushukuru sana kwa ukarimu wako. Pamoja na hayo, tutaendelea kuwasiliana. Mwenyezi Mungu aendelee kutia nguvu katika kumtumikia Bwana. Asante sana na karibuni katika Nyamba TV. Asante sana mtumishi wa Bwana. Nakutakia majukumu mema. Amina.